kutumikiwa kwa Yesu. Hakuna mtu aliyeachwa kwa Yesu. Hakuna mtu aliyeachika kwa Yesu. Na mimi sote tuko katika mtandao wa kimungu. Amen. Tusimame. Sio ndapata nafasi ya kupata shuhuda. Mungu atupe nafasi. Hapa naweza kuwasalimia. Haleluya. Amen. Lakini tumekubaliana, si ndio? Amen. Na usikubali kuanzia leo. Hebu kataa kuwa kawaida. Kataa kuwa kawaida. Mwambie Mungu nakataa kuwa mtu wa kawaida. Yaani kukaa kawaida kwa mtu wa kawaida. Kataa kuwa mtu wa kawaida. Mungu nakataa maisha ya namna hii, nakataa tabia za namna hii, ulika za namna hii, nakataa maisha ya namna hii, nakataa kuishi hivi. Mwaka jana niliishi hivi, mwaka usitaki kuishi hivi, nataka niishi tofauti. Halafu ishi kwenye ndoto zako, usitoke nje ya ndoto zako. Ishi kwenye dreams, yani ndoto ambazo Mungu amekupa. Ishi hapo ndani. Na kama mtumishi nimeomba, huu ni mwaka wa 3. Mungu anipe aria, sipata hata baskeli. Ipo aria bandarini, omba. Omba itokee hapa Arusha, omba. Sio unanielewa? Na mimi naimani kabisa mtumishi wa Mungu baada hapa, sio miaka tu, ni mwaka baada ya mwaka hapa. Hapa mtakuwa magari hapa, tunapaki kule nje. Amen. Haleluya. Mtu mmoja Dodoma nilimwambia, ilikuwa hivi mtumishi, miaka 3 tu. Nikamwambia hivi, alipata eneo. Akamwambia mtumishi, weka kanisa hapa. Akasema hapa naweka kanisa mtumishi. Tena hema. Okay. Sasa mimi ngoja nikachore parking yangu. Umeelewa eh? Nikaenda jipeupe kabisa. Nikachukua mti. Sawa kama huu. Nikaambia twende tunaenda. Sasa madhabahuni kwa nyuma hapo ndio eneo ambalo una parking nyingi zimechorwa. Sawa. Nikamwambia mtumishi wa Mungu, sasa wewe naona hujawahi. Ngoja mimi nikuwahi kwanza. Ya kwangu itapaki hapa. Yangu itapaki hapa. Mtumishi, hapa ni miongoni hapa. Hapa ni pangoni, hapa ni miongoni pa kuingilia, hapa na pango pana paka. Ambia mzee, si nimeshawahi nimeweka. Kaambia basi mkuu. Haya akachora. Akasema ni parking yangu. Ambia okay. Basi mimi nitaweka hapa kwangu pembeni yako. Kalika mama mzee wa kanisa. Na mimi ya kwangu itakuwa hapa. Akaenda mwingine mzee. Na mimi itakuwa. Kalika mwimbaji. Na mimi itakuwa hapa. Kanisa zima likasimama. Kwa mtu kama hivi. Nikaanza naanza. Sasa nisikilize. Tukarudi ndani. Tunaenda kuchora kwa imani. Sasa tukarudi nasema, shika kila mmoja akamate peni kalamu. Sema unafungua. Unataka gari gani? Mimi nataka gari. Wewe unataka Corolla, wewe unataka BMW. Mwingine nikasema nikasikia mtu ananiambia wachukue karatasi waandike. Chukua karatasi chana andika. Gari gani fulani andika. Chomeka kwenye ile kalamu. Sawa? Chomeka kwenye kalamu. Shika. Fanya kama ufunguo, sema ninawasha gari yangu. Mimi nikwambia kilichotokea. Imani bila matendo imekufa. Na imani ni matendo imezaa. Nasema kwa jina la Yesu Mungu ninakuomba. Kila mtu aliyechora parking yake, naomba Mungu ukampe naye ifikie mahali watakie kuja nyuma ambao alizarau hii madhabahu au ambao atazarau hii madhabahu. Parking zao wakapakia kule barabarani kule kwa wapagani. Nikashusha maombi. Sema maombi. Sikiliza kilichotokea. Mwaka mmoja kanisa. Nenda miezi 8-9. Na mtumishi njoo kanisa tunjoo mtumishi tumshukuru Mungu. Nikaja maombi ya kawaida. Ilikuta pangi paka na kwangu imeshapakiwa. Sio unaelewa? Yaani zimejaa pale. Ndipo nilipomwogopa Mungu nikatambua neno la Mungu linasema imani bila matendo imekufa. Kwa hiyo unatakuwa na imani yenye matendo. Chukua funguo, fanya kalamu ni funguo pale katikati ile gari ni starter, piga starter, washa gari yako. Sababu kuna watu wameshuia gari yako, washa gari yako. Amina. Sema ametubariki kwa baraka zote za Zaroni katika ulimwengu wa roho. Sasa kama katika ulimwengu wa roho mzelete. Mfuate Mungu amesema ana tojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Kama anasema tojiane, tunaojiana na kwangu liko wapi Mungu? Langu liko wapi? Umesema tojiane. Langu liko wapi? Nataka lete. Amina. Sikia bwana pesa Mungu ambaye kwa baba yako. Naomba hela mkate, naomba hela school fees. Mwambie Mungu, imefikia wakati wa kuoa, lete mke. Acha wewe wakati ngombe miaka mingi David inayekuja. Mungu ataka watu wa shamba. Wa shamba, hataki tena wa shamba wanaomba ovyo. Hataki tena. Itafikia mahali Mungu atasema nipe nikupe. Sijaeleweka. Baba nakushukuru sadaka hii. Na achia sadaka hii inahitaji kiwanja katika jina la Yesu. Weka juu ya madhabahu. Mungu anatoa. Maana katoa tu tupate vitu. Wakati mwingine baraka zetu zimefungwa kwenye sadaka. Kabisa nakwambia, zimefungwa huko. Lakini lengo la Mungu tufanikiwe. Kama vile msegao ufanikiwe. Kwenye Isaya 65 anasema mtaijenga nyumba na kukaa ndani yake. Alizungumza vile maana tusipangishe tujenge. Haleluya. Haleluya. Baada ya muda juzi ananiambia mtumishi sasa hivi ni wanachuo, sijui walimu wa chuo, sijui na wengine sijui wafanyabiashara wanagombania huko nje. Kwa hiyo gari usipopaki ikifika saa 3:30 hamna parking tena. Unaenda kupaki barabarani. Kumeshona magari ndio. Leo kanisa la magari leo. Kanisa la nini? Kanisa tu unataka upako magari. Ile pale.
Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo alivyo Mungu, ndivyo alivyo. Amen. Ndivyo alivyo. Ndivyo alivyo. Kwa hiyo mimi najitamkia hivi. Mimi wale walichukua vile vitu vitarudi maradufu. Amen. Na baada ya muda nikirudiki tena hapa nitakwambia. Na ndio hapa nasema sasa David kuna suti ziko 3 hapa, chagua unataka ipi. Mwanzo kaleta pantalo kubwa, nyingine ndogo, nyingine za chagua hapa ya kwako. Maki Mungu anarudisha. Amen. Kwa tukubalianeni hivi. Tukubalianeni hivi. Si unaona tuko hapa? Sina mko hapa. Mimi naambia ukweli. Wacheni tu mimi niseme neno la kinabii tu. Na sio na mtu mimi mtume. Amen. Wacheni la kinabii niseme hivi. Siku zinazokuja hapa mama mchungaji. Mimi nitakuja hapo na gari yangu. Nitakuta David kwa hapo. Tumsha Mungu na Yesu kaja kutembea kama mimi alipokuja leo na mimi tunakutana kaja na yako wake. Na mzee wa kanisa kaja. Nakuta na mzee wa kanisa Katoliki anakuja sana. Na mimi najiunga hapa leo ndio mzee wa kanisa. Tukamwambia bosi wa mzee wa kanisa kana gari yako nyuma jifunze. Amen. Msoga mtumishi wa Mungu ndipo wanapojua. Mimi nasoma kukuuliza. Wewe unasikia tu kila siku ile kanisa kile unapokea upako. Ukipotea upako wa pesa kama unamposa kajege mafuta ulishwe na unyosha kwa mafuta pako ni utumbo mkubwa. Sawa sawa. Ukitoka tu umepata biashara utaacha kukimbilia hapo. Kwa nini unachokimbilia ni mafuta kwa mamposa? Au kunywa maji? Tuseme mtumishi wa Mungu. Naambia tu ukweli. Wewe ndio ukweli. Mtu kanya kile kuna upako kuna keki, kuna upako kanya mafuta, kuna upako kunywa mafuta. Umeelewa? Sio anafuata kula keki. Kula upako wanajua kwenye ile keki. Kuna gari. Hataacha wanakimbia mpaka tunafika hapa. Sikufichi. Sikiliza, kama mimi nakwambia kwamba sikiliza, ni jamaa kitangaza operation komboa familia. Sio na uzao wako na nini ukanyaga mafuta. Nenda kaangalie kawa, una mali kwa gari. Kaangalie. Kwa nini? Kwa sababu watu sasa wamfuati Yesu. Unapata mikate ya Yesu. Wakishapata ile mikate ya Yesu, Yesu hana shida naye. Mtu mmoja kanena mtumishi naomba ikadia sana. Mlimani. Alafu nikishaolewa tu basi mimi nitakuwa sadaka ya shukrani kama nikamweza swali. Sasa ukishaolewa utarudi kwa Yesu. Anitafikiria. Naomba tuombe. Nikamwambia Yesu si wa test. Haleluya. Nikamwambia haleluya. Amen. Sema tu maneno, sema Bwana Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu wewe ni mwema maishani mwangu. Asante kwa kuwa lolote ulilopanga kwenye maisha yangu litatokea. Kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu. Asante kwa sababu unanijua kabla sija dunia kuwekwa. Kwa jina la Yesu. Nimesimama mahali hapa. Ninahitaji hatima zangu. Za msingi. Sije kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Ile hatimiliki ya baraka zangu. Sije kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni. Ninakuomba. Na ninakusihi. Ukanisaidie. Na ukanisaidie. Nikatoke kwenye hii hali. Hali yoyote. Iwe ya umaskini. Iwe ya mateso. Iwe ya laana. Iwe ya balaa. Iwe ya mikosi. Iwe ya ukataliwa. Ninaikataa. Kwa jina la Yesu. Baba. Anipe neema. Anipe kibali. Anipe nguvu. Anipe mamlaka. Na kumiliki na kutawala. Baba wa mbinguni. Yesu. Chochote ambacho kilichukuliwa. Mateka. Kikarudishwe. Kwa jina la Yesu. Jana wa leo. Mchana baraka. Sauti watu wa Mungu. Mchana baraka. Mchana mafanikio. Katika jina la Yesu. Ninakataa hali ya mateso. Hali ya matatizo. Hali ya shida. Damu ya Yesu. Baba. Ninakiri kuwa sehemu ya fungu na mafanikio na baraka kwenye ufalme wako hapa duniani. Kwa jina la Yesu. Baba usiniache. Inawezekana kuna watu waliniacha. Ndugu jamaa marafiki waliniacha. Lakini wewe Bwana utaniacha. Kwa jina la Yesu. Nahitaji msaada wako. Ukaniinue katikati ya majaribu, katikati ya mapito, katikati ya mateso, katikati ya ukataliwa. Baba nikapite. Kwa jina la Yesu. Nikafikie
nikafikia hatima, nikafikia baraka zangu. Nakiri ya kwamba mimi ni mbarikiwa. Weka tu mikono juu namna hii. Baba utukuzwe. Hawa ni watoto wako, ni kondoo wa malisho yako, na sisi ni kazi ya mikono yako. Ninakushika katika jina la Yesu. Maneno yako yote ni kweli, tena ni uzima kabisa. Roho Mtakatifu chukua nafasi ndani ya watoto wako. Utumia kila mmoja halo mahali hapa. Ninajua kuna karama na vipawa umezalisha mahali hapa. Ninajua kuna watumishi mahali hapa. Kuna waimbaji mahali hapa. Kuna wabua kimataifa mahali hapa. Hata kama karama zilijificha, haulichanga, Baba zikomashe. Hiyo ni mbegu umeipanda ndani yao. Ramasanda rabasanda rabasaka. Ritondo rabasanda rabakuria. Hali yote ya udhaifu, hali yote ya kusharauliwa, hali yote ya kuchekwa. Maana mkini kuna watu wametucheka, wametusharau, wamewasharau, wamewashusha thamani, wakasema kama ni walokole. Ziko wapi baraka kwenye maisha yao? Ziko wapi magari kwenye maisha yao? Ziko wapi nyumba kwenye maisha yao? Ziko wapi familia bora kwao? Roho Mtakatifu ninakuomba ukajidhihirishe kwao, ili wajue wewe ni Baba. Tunalia hapa, yani Baba kwako. Sanda rabasira. Ninakuomba Roho Mtakatifu, ili kanisa leo mahali hapa, na ambapo nimetamka yakawe. Ninajua Mungu kuna maongezeko yanakwenda kutokea mahali hapa. Ninajua hapa kutajaa watu usio kawaida. Ninajua kutajaa magari huko nje sio kawaida. Upako utakayetembea hapo kwenye madhabahu utakuwa wa kawaida. Ninajua kila atakayeingia hapa atabarikiwa na kufanikiwa. Na uanze na hawa walioko mahali hapa. Wabariki sasa na mapenzi yako. Wainue sawa na mapenzi yako. Wafanikishe sasa na mapenzi yako. Ili watakapokwenda kule nje, watu wakaone matendo makuu ya Mungu kwenye maisha yao. Wakakuone Mungu ndani yao. Wakaone shuhuda ndani yao. Wakaone mafanikio ndani yao. Wakaone baraka ndani yao. Baba, baraka zako zikaseme kwa badala yao. Neema yako ikaseme badala yao. Hata kama kuna watu wanawadharau huko mtaani, wakaone Baba yangu neema yako kwao. My Lord, my Father. Manda rabasanda sapa. Shaka rabasira. Kitu nachokiona hapa ni cha ajabu. Naona historia za watu zinakwenda kubadilika. Hatutatembelea tena chini, tutatembelea tukiwa tumeketi ndani ya gari. Hatutazurura tena, bali tutakaa kwenye watu wa Bwana. Neema ya Mungu itakuwa juu yetu usiku na mchana, usiku na mchana. Kama usiku Mungu alitembea na Israeli kwenye nguzo ya moto, alafu mchana akatembea kwenye wingu, hata nasi anaweza kutembea nasi. Wala shikandaraba, rikondaraba sandaraba kora. Ninaomba Baba katika mwaka huu, kabla huu mwaka kuisha, ninakusihi jina la Yesu, ukatende muujiza kwenye madhabahu, ukatende muujiza juu ya madhabahu, ukatende muujiza juu ya madhabahu. Kila aliyopo mahali hapa akakushuhudia juu ya mataifa. Mungu wetu, lazima historia zetu zikabadilishwe. Na wewe lazima ukatukuzwe ndani yetu na mataifa, na ambao wakajawaja kujua na wajaokoka wakakujue, wakaokoke kupitia sisi. Wakaseme kabisa kama ulivyosema, nuru yenu iangaze mbele ya watu wote, wayaone matendo yenu mema, mtukuze Baba yenu aliye juu mbinguni. Baba yako, nuru yetu ikaonekane na matendo kabisa katikati ya mataifa. Naomba juu ya mtumishi wako David, naomba kwa ajili ya mke wake, kwa familia, naomba kwa ajili ya kanisa hili, naomba kwa ajili ya wazee wa kanisa, naomba kwa ajili ya wazee wa baraza, naomba kwa ajili ya mashemasi, naomba kwa ajili ya wainjilisti, naomba kwa ajili ya Mungu wa waimbaji, naomba kwa ajili ya watu wote walioko mahali hapa. Nami na mtumishi wako Bwana tulikuja mahali hapa. Tubariki Mungu na kutuinua na vizazi na watoto wetu. Damu yako msalaba itufunike. Baba, tunajua kabisa kuna kwetu kishukua, kunajua. Unatujua, unawajua walio wako, ulisema unawajua walio wako. Na walio wako isikia sauti yako. Mwana kondoo Yesu, uliobeba dhambi za dunia. Asante kwa uaminifu na nguvu zako zilizokuu. Sikia nikwambie, kila mtu anahitaji lake hapa, na ninajua. Weka mkono juu, sema Baba, kutana na haja moyo wangu, kutana na maisha yangu, kutana na kesho yangu. Kanibariki kwa baraka za Roho, zimiminike mwilini katika jina la Yesu. Niko tayari nami kuitwa mbarikiwa katika jina la Yesu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Kwa maana wewe ni mwaminifu kwangu. Wacha na mimi nitumike kwa uaminifu kwenye madhabahu yako.
wachawi wanaweza kuingia geno la uaminifu. Sisi ni zaidi, tunaingia geno la damu ya Yesu la uaminifu kwako, kukutumikia kwa roho zetu zote, kwa moyo wangu wote na kwa akili zangu zote, katika jina la Yesu. Baba, uende nami kama ulivyoenda na Musa na Israeli. Na ninaomba Baba yangu, nisiishie Moabu bali niingie Kanaani ya baraka, katika jina la Yesu. Asante kwa uaminifu wako na nguvu zako zilizokuu. Mshukuru Bwana kwa maneno kinywa chako. Mwambie Baba asante. Mwambie Baba, nataka nisikie watu wenye sauti kumwambia asante kwa maombi haya.